Jebin TV, the home of artistic. Maisha sehemu yoyote, maisha sehemu yoyote ni magumu. Hakuna kitu ambacho unaweza kuanza kirahisi. Boxing ni mchezo kama michezo mingine. Boxing ni ajira kama ajira zingine. Lazima uanze kwa kuasa then ufike kwenye malengo. Boxing sio gharama. Boxing ni gharama vile vile, kwa sababu hata elimu wanakuambia ni gharama, elimu sio gharama, lakini vyote vinapatikana katika. Ukizungumzia mchezo wa ngumi ni wazi kuwa ni miongoni mwa michezo pendwa nchini Tanzania na duniani kote. Mbali na kusisimua na kuvutia maelfu ya mashabiki, mchezo huu umeendelea kuwa chachu ya kugundua na kukuza vipaji kwa vijana, na zaidi ya hapo umejigeuza kuwa fursa halisi ya ajira na maisha bora kwa vijana. Mshindi kutokea red corner Mbali na burudani, mchezo huu umeendelea kuwa chachu ya ajira na mkombozi wa ndoto za vijana wengi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, nikukaribisha katika masimulizi haya yanayoangazia zaidi mchezo wa ngumi na fursa ya ajira kwa ujenzi wa vipaji kwa vijana. Methali ya Waswahili husema, kipaji ni kama mbegu, kikikosa maji basi hakimei. Kwa vijana wengi, ngumi imekuwa ni maji hayo ya kuwainua na kuwapa mwelekeo bora wa maisha. Kuthamini, waendelee kusupport wadogo zao, ndo tunakuja hivi. Waliokuwa juu wasikalili, wame madogo ndo wanakuja. Kwa vijana wengi imekuwa ni zaidi ya mchezo, imekuwa ni njia ya kujenga nidhamu, ujasiri na maisha yenye mwelekeo. Kwa kulitambua hilo, mchezo wa ngumi za kulipwa sasa unaendeshwa kwa mujibu wa sheria la Baraza la Michezo la Taifa namba 12 ya mwaka 1967 pamoja na marekebisho ya sheria yake ya namba 6 ya mwaka 1971, ikiwa ni sambamba na kanuni za usajili namba 442 ya mwaka 1999. Aidha, marekebisho ya sheria namba 3 kifungu cha 18 cha mwaka 2018 kwa mamlaka ya waziri mwenye dhamana ya michezo. Hatua hii imezaa matunda kwa kuundwa kwa kamisheni ya ngumi za kulipwa nchini, jambo lililoweka misingi imara ya usimamiaji wa haki na maendeleo ya mchezo huo. Mchezo wa ngumi ni mchezo wenye mvuto mkubwa uliokusanya umati wa mashabiki kutoka rika na makundi mbalimbali. Hata hivyo, mashabiki hawa hupamba mchezo huu kwa shangwe, nderemo na maneno yanayochochea hisia, na hivyo kufanya mchezo huu kuwa zaidi ya pambano bali ni burudani kamili. Doris Michael Mazige pamoja na Zena Laurent, ambao ni miongoni mwa mashabiki na washiriki wa mchezo huu, wametumia nafasi hiyo kueleza hisia zao kuhusu mvuto wa ngumi, huku wakitoa rai kwa wadhamini na wadau wa michezo kuendelea kuwekeza zaidi ili kukuza vipaji vya vijana. Kwa majina naitwa Doris Michael Mazige, jina la kimichezo Zulfa Wizard. Michezo tuliyoshuhudia sio mibaya sana wala sio nzuri sana, ipo kazi ya kati, kwa sababu mabondia wengi kuna wengine wameingia na matokeo hapo, hawajafanya mazoezi pasavyo, kuna wengine wamefanya mazoezi wameenda kujionyesha pale kwenye ringi. Tunaomba kwa upande wetu sisi Wizard, timu yetu Wizard hapa, masponsa waje watu support, maana hatuna support, hatuna wadhamini pia, yani kikubwa ni support kwa vijana, maana si hapa ngumi tunaweza, uwezo tunao, makocha tunao, ila tunakosa support. Asante sana. Naitwa Zena Laurent zangu. Kwa kweli mchezo iko vizuri, pia naifurahia sana kwa sababu bondia wetu wako vizuri. Nafurahia sana.
Napoangalia Wizard leo tutaondoka na ushindi mkubwa sana, kwa sababu tunajiamini na tunajipenda, tuko vizuri na tunawaomba watu watudhamini. Tunania sana na huu mchezo. Hata mimi pia ni bondia, lakini leo nilikuwa nataka nicheze, lakini nimechelewa kuingia kutokana na harakati za maisha. Kwa upande wake Mfaume Rajabu Mayege, bondia wa ngumi za kulipwa kutoka jijini Dodoma, yeye anaelezea siri ya ushindi wake na maandalizi ambayo huwa anayafanya kabla ya kuingia ulingoni, ikiwa ni pamoja na namna ambavyo amesoma udhaifu wa mpinzani wake kama daraja la ushindi kwake. Jina langu ni Mfaume Rajabu Mayege. Siri ya ushindi wangu ni mazoezi makali tunayopewa na ticha wetu. Lakini siwezi kumdharau Abduli. Abduli yuko vizuri, mwalimu wake amuongezee mazoezi na mtoe hofu, maana nimempiga kwa hofu. Abduli hakuwa sio muongeaji, ukasema Abduli ni muongeaji, hakuongea, ila nimempiga kwa hofu alikuwa nayo. Mtazamaji, Waswahili husema zimu likujualo alikuli ukakwisha. Hii imethibitishwa na Abduli Hussein ambaye ni bondia kutoka mjini Morogoro. Yeye ameeleza hasa namna mchezo wao ulivyokuwa. Jina naitwa Abduli Hussein. Kutoka kucheza nafikiri imechukuliwa na watu wote wataona. Kwa hiyo bondia anacheza naye sio mbaya, bondia mzuri. Lakini nina imani kwa mimi pale niliscore sema mcheza kwao utunzwa, sisi tumekuja kama wageni. Kwa hiyo nafikiri kilichokuepo ambacho kimeonekana, majaji ukiacha majaji wale ambao wamekaa kwenye viti vile, pia mashabiki ni majaji. Niko upande wangu na mimi nimeshinda, ila siwezi kubishana na refa kutokana na tumefundishwa na mchezo huu soma la kwanza, nidhamu, disiplini imenifanya nikubaliane na matokeo kwa kunizidi kwa pointi, kwa sababu nilimpiga kaenda chini kwa raundi ile. Sasa sijaelewa alichoongoza yeye ni kipi mpaka kaamua kupewa ushindi. Ndio maana nasema mcheza kwao utunzwa. Yuzo Kiando ndio huyo, na huyo ndio Yuzo Kiando aliyewahi kuwa mpiganaji, lakini kwa sasa amebadilisha mkondo na kuwa mwalimu wa mchezo wa ngumi, huku ndani yake akihamasisha vijana, kwa sababu lengo lake ni kuhakikisha anakuwa chanzo bora cha kuwainua vijana wengine, kuwajengea nidhamu, ujasiri na kuwasaidia kufikia malengo yao kupitia mchezo huo wa ngumi. Kama nilivyokuambia, manufaa ya kwanza unakuwa umejiajiri. Shiriki mchezo wa ngumi mwenyewe unakuwa umejiajiri. Mfano mimi nimejiajiri, naishi kupitia boxing. Maisha yangu mimi ni boxing, ninachokula ni boxing, ninachovaa ni boxing, ninapolala ni boxing. Kwa boxing na mimi kwangu ina faida. Boxing ni moyo. Kumshawishi mtu boxing naweza nikasema ni uongo. Kwanza yeye mwenyewe ashawishike, then sisi tumfanyaje? Tumpe sponsor. Madojo mengi sehemu nyingi, makocha ni wengi sehemu nyingi. Cha kwanza boxing ni moyo wa mtu. Kwa mtu amini kabisa mimi natafuta ajira kupitia boxing. Akijitolea kwamba natafuta ajira kupitia boxing, anafanya boxing. Boxing haimkatai mtu. Boxing ni mchezo ambao yeyote anaweza kushiriki, mradi na macho mawili, mikono miwili, miguu miwili. Mtazamaji, kuna watu wengine wanasema fursa yako ndiyo muda wako, yaani jinsi unavyotumia muda wako ndivyo unavyochochea mafanikio yako. Hii imethibitishwa na baadhi ya washiriki wa mchezo huo wa ngumi ambao wameelezea hasa kwa namna gani mchezo huu unaweza kuwa chanzo au chachu ya ajira kwa vijana. Naitwa Mohamed Mbaraka Mohamed. Haya hapo kwa sababu almost vijana wengi katika nchi yetu ya Tanzania hii hawana ajira. Na njia mojawapo au chanzo mojawapo cha ajira ni boxing kwa Tanzania. Kwa hiyo vijana watakapojikita, watakapojiaminisha kwa kupambana kwao, kwa kujizatiti kwao, basi itakuwa ni moja ya chanzo cha ajira na cha uchumi katika nchi yetu. Kuna Yuzo Kiando bado ana haya ya kuambia vijana.
Marahisi sehemu yoyote, maisha sehemu yoyote ni magumu. Hakuna kitu ambacho unaweza kuanza kirahisi. Boxing ni mchezo kama michezo mingine. Boxing ni ajira kama ajira zingine. Lazima uanze kwa kuaso then ufike kwenye malengo. Boxing sio gharama. Boxing ni gharama vile vile, kwa sababu hata elimu wanakuambia ni gharama, elimu sio gharama, lakini vyote vinapatikana katika elimu. Kuna gharama utaitumia, baadaye utakuja kupata manufaa. Hata kwenye boxing kuna gharama utazitumia, baadaye utakuja kupata manufaa. Gharama za kwanza ni kuwa na vifaa vya mazoezi. Kisha kuwa na vifaa vya mazoezi, basi ukiwa na timu ya kufanya mazoezi hiyo kitali, nafikiri gharama ni hizo. Hakuna gharama zingine zaidi ya vifaa vya mazoezi. Mtazamaji, Waswahili husema kila chenye mwanzo akikosi kuwa na mwisho. Hapa ndipo napokwenda kutia nanga katika masimulizi haya yaliyoangazia zaidi kwa namna gani mchezo wa ngumi jinsi unavyoweza kuwa fursa ya ajira kwa vijana. Kwa niaba ya wote, mimi ni Robin Mayunga. Rojabin TV, the home of artistic.